Haleluya, pendo unanisikiliza na mpenda unanitazama. Ninakuletea ujumbe wa baraka unaosema ibada katikati ya mateso. Ibada yamkini ushawahi kuabudu, lakini kuna ibada inayotolewa katikati ya mateso. Yani unapitia majaribu, unapitia mateso, unapitia ziki, lakini bado unatambua kustahili kwa Mungu. Unapitia majaribu makali kabisa kazini kwako, ofisini kwako, lakini bado Mungu anaazimishwa. Yani katika mazingira yote Mungu anaonyesha kwamba yeye ni wa thamani na anastahili ibada bila kujali mazingira yanayokuzunguka. Ukisoma tunajifunza kutoka kwa ndugu wetu Ayubu. Katika Ayubu sura 13 na ule mstari wa 15, Ayubu anatamka maneno mazito haya ambayo nataka nikusomee. Anasema, tazama ataniua, sina tumaini, ila hata hivyo nitaithibitisha njia yangu mbele zake. Yeye anasema pamoja na maumivu, Ayubu tunajua alikuwa ni mtu mcha Mungu kweli. Na nikisoma Biblia na shangaa sifa zake. Wanasema moja, alikuwa ni mtu mkamilifu. Manake ni mwabuduo kabisa. Mtu anamwabudu Bwana katika roho na kweli. Alikuwa ni mtu mkamilifu mbele za Bwana. Kumbe hata watu wakamilifu ziko nyakati wanapitia katikati ya maisha yao. Lakini sifa ya pili, alikuwa ni mtu ambaye ni mcha Mungu. Ni mtu anayemcha Bwana, maisha yake ni ya kumcha Bwana. Lakini sifa yake ya tatu, mtumishi wa Bwana huyu, wanasema alikuwa ni mtu mwelekevu mbele za Bwana. Alikuwa ni mtu mwelekevu. Na sifa yake ya nne, alikuwa ni mtu mwenye kuepukana na ovu. Pamoja na sifa zake nzuri za kiroho, wanasema alikuwa ni mtu pia tajiri sana katika ile nchi ya Usi. Mashuhuri sana, alikuwa na ng'ombe, alikuwa na kondoo, alikuwa na ngamia, alikuwa na punda, alikuwa na utele. Kwa habari ya maisha duniani, Ayubu alikuwa vizuri sana. Alikuwa safi kimaisha, alikuwa tajiri, moja kati ya watu watajiri katika sakatuli. Lakini tunasoma kwa habari ya familia yake, alikuwa na mke wake moja pamoja na watoto 10. Watoto wake 10 wazuri. Maandiko nasema akiwa katikati ya maisha ya mazuri, Ayubu aliweza kumpa Mungu ibada. Alikuwa ni mwabudu kweli kweli, akawa mtu mkamilifu mwenye kuepukana na hofu. Alikuwa ni mtu anamtolea Bwana, anamtumikia Bwana kwa moyo wake wote. Lakini majaribu yakainuka katikati ya Ayubu. Kumbe hata watu wakamilifu kuna wakati wanapitia majaribu. Kumbe hata watu waelekevu kuna wakati wanapita katikati ya dhoruba. Kumbe hata watu wenye kuepukana na hofu wanapitia zoroba za maisha. Kumbe hata watu wakamilifu ziko nyakati ngumu katikati ya maisha. Nisikilize mtu wa Bwana. Maandiko nasema alipata dhoruba ya kila eneo ya uchumi. Ng'ombe zake zote zilipotea, kondoo zake, ngamia na kondoo zote, akabaki nyumbani kwake hana mali yoyote. Lakini maandiko yanasema katika mazingira haya, Ayubu aliposikia habari hizi, akasema, akaanguka chini, akapomoka, akasujudu, akasema, nalitoka tumboni mwa mamangu, niliuchi, nitarudi uchi. Bwana alitoa, alinipa, na Bwana ametoa, amechukua. Jina la Bwana libariki. Anakumbuka kumwazimisha Bwana hata katikati ya mateso na magumu haya. Yani katikati ya mazingira ambayo amebaki na utupu, hana chochote. Lakini akaletewa taarifa ya kwamba watoto wake wazuri wa kike na 10 wote wamefariki, wameangukiwa na nyuma. Angalia mwitikio wa mtu ambaye anampenda Mungu kwa moyo wake wote. Amemwazimisha Bwana. Anasema ya kwamba aliyatoa mavazi yake, akanyoa nywele zake, akatoa joho lake, akavaa nguo za magunia, akasujudu mpaka yasema, jina la Bwana na libarikiwe. Jina la Bwana. Yani kuna watu ambao wanamjua Mungu, wanamfahamu Mungu ni nani katikati ya maisha. Hawamwabudu Bwana kwa sababu ya maisha mazuri. Hawamwabudu Bwana kwa sababu ana kazi. Hawamwabudu Bwana kwa sababu, lakini likainuka jaribu katikati ya ndoa yake. Mke wake akabadilika kabisa, akamshawishi kufuru, na wakaachana, na mke wake aliwahi kumkimbia Ayubu. Lakini katikati ya mazingira haya, Ayubu alisema ya kwamba jina la Bwana na libarikiwe. Nataka nikutie moyo mpendo. Na ndio maana katika maandiko ni mazito sana. Anasema tazama ataniua. Maneno alikuwa anasema ni maumivu magumu sana alikuwa anapitia kwenye ugonjwa wake. Ameugua majipu toka unyayo mpaka akilala ni vidonda, akiinuka ni vidonda, akitembea
majipu mpaka kwenye unyayo. Kwa alikuwa anasikia maumivu, alikuwa anahisi kufa kabisa. Lakini anasema hata katika mazingira haya nitathibitisha njia yangu mbele za Mungu aliye hai. Nitamwabudu Bwana, nitathibitisha njia zangu, nitathibitisha. Nakwambia ndugu zangu, kuna watu walimheshimu Mungu, kuna watu walisimama na Bwana, kuna watu hawakupiga magoti kwa sababu wana mali, wana pesa. Hata wakati ambapo dhuruba zimeinuka walimwazimisha Bwana. Hiyo ndio ibada katikati ya mateso. Ninakusihi mtu wa Mungu na Mungu aliye hai, najua yamkini kuna surubu unapitia kwenye ofisi yako, asini kwako, kwenye ndoa yako. Mungu atabaki kuwa Mungu tu. Mungu atabaki kuwa Jehova. Yamkini biashara imeyumba, Mungu anastahili kuabudiwa. Hatumwabudu kwa sababu mambo yako vizuri tu. Hatumwabudu kwa sababu ndoa zetu zimekaa vizuri. Hatumwabudu kwa sababu hakuna misiba katikati yetu. Hatuabudu kwa sababu tuko wazima. Tunamwabudu tukiwa wazima, tukiwa wagonjwa. Yeye atabaki kuwa Bwana na kutia moyo katika jina la Yesu. Maana anasema hakuna jaribu lisilokuwa na mlango wa kutokea. Wala usikate tamaa, wala usivunjike. Kuna ibada katikati ya achilia mlipuko wa ibada. Mwazimishe Bwana katikati ya mazingira haya. Acha Mungu ainuliwe, acha Mungu atukuzwe, acha Mungu adhimishwe. Na wesa watu wasikuelewa kabisa unayopitia. Mimi nimeona wengine vile watu wazuri kabisa wa Mungu wanapitia changamoto hizi katikati ya maisha, na kutia moyo mtu wa Bwana. Jaribu lina mlango wa kutokea. Muda si mrefu Bwana atafungua njia na utakuwa salama, na utaona ukuu wa Bwana